Nikwambia kwamba siku utakapomwamini Yesu Kristo, hapo umeanzisha vita yako na shetani. Shetani atawatumia watu, hata wengine wa karibu na wewe, ili kukuletea vikwazo. Moyo wako uchoke, nafsi yako ichoke, mwili wako uchoke, useme mimi hapa nimefika, wacha basi nikae. Anasema atakayetaka kunifuata na ajikane, kwa sababu ukijipenda, wakiinuka wanadamu, wewe hutapenda wakufanyie vile wanakufanyia. Maandiko yanasema hivi, atakaye kupiga katika shavu la mkono wa kuume, mgeuzie na mimi. Atakayetaka kukupokonya shati, muachie na joho. Maandiko yanasema waombeni wale wanaowaudhi, wale wanaowaonea. Na huo ndio wokovu, hiyo ndio imani tuliyojengwa kwa Yesu Kristo. Shetani ataanzisha vita katika maisha yako, lakini mpende Yesu kuliko maisha yako. Sema ya kwamba mimi barua iliyo rafiki katika mioyo yenu, hatukuiandika katika mabamba, lakini tuliandika katika mioyo yenu, na inasomwa na watu wote. Asifiwe Yesu Kristo. Wao hii barua ikisomwa na watu wote kule nje, naweza kujulikana ni ya namna gani, na watu wanaweza kuelewa kabisa kwamba wewe ni mtu wa namna gani, na hiyo inafaa. Asifiwe Yesu. Mpe Yesu makofi mazuri kwa ajili ya hayo yote ambayo tuliweza kuendelea nayo mahali hapa. Asema unapokuwa kule nje, usifiche wokovu ulio nao, vizuri uweze kueleweka na watu waweze kukufahamu wewe ni mtu wa namna gani, wakujue, kwa sababu wakikufahamu basi utaweza kuwasaidia. Asifiwe Yesu. Utaweza kuwasaidia wengi na watatoka katika minyororo na vifungo. Neno la Mungu linasema aliwatuma akawaambia, nendeni mkahubiri injili ulimwenguni kote, na yote atakayekubali kuokoka, huyo atakayekubali na kubatizwa ataweza kuokoka. Kwa hivyo ni vyema ulitangaza neno la Mungu kwa mienendo yetu na tabia zetu, na kwa kuwashuhudia watu habari za Kristo. Hiyo inafaa kabisa. Nataka tuweze kuangalia jambo katika safari hii ya imani, kwa sababu ni safari ambayo ilianzishwa na Yesu Kristo, na sasa sisi wote ni wafuasi wake, na tunaifuata njia hiyo aliyoianzisha yeye ya msalaba. Na njia hii tumeahidiwa sana mambo yaliyo mema na mambo yaliyo mazuri, kwamba tutayapata na tutayafaidi. Asifiwe Yesu. Lakini nataka pia ufahamu hekima hii kwa watu ambao huwa nawaona baada ya miaka fulani huwa wanafanya kampeni. Wanapokuja kufanya kampeni, huwaambia watu kwamba mimi mkinichagua nitawafanyia hiki na hiki na hiki. Lakini nataka uelewe kitu kimoja pale. Wanasema kwamba mkinichagua nitawafanyia. Anaahidi kuja kutenda baada ya kwamba amechaguliwa. Nataka ushikilie hiyo hekima. Alafu ujue na sisi pia
kwa sababu Yesu Kristo naye anafanya kampeni. Kama mwimbaji mmoja aliimba, anasema Mungu na shetani wako kwa kampeni. Asifiwe Yesu. Nafikiri mnakajua wako kwa wimbo, wako kwa kampeni. Kwa hivyo Yesu naye yuko na maagenti wake ambao wanampigia debe wakisema kwamba njoni kwa Yesu, kwa Yesu ni kuzuri, kuna uzima, watu wanaponywa, wanafunguliwa, tena tutarithi ufalme wa mbinguni, njoni kwa Yesu. Na pia naye shetani na maagenti wake pia naye hivyo hivyo, nao wanapiga debe kivyao, wakiuza sera zao na kuonyesha jinsi kwa shetani kulivyo kuzuri. Kwa hivyo inabaki ni maamuzi ya mwanadamu achague rais yupi. Asifiwe Yesu. Hata hivi hapa tunafanya kampeni, lakini uzuri ni kwamba wewe umefanya maamuzi tayari, lakini tunaendelea kusisitiza ili ile siku ya kuangusha kura yenyewe usije ukaponyokwa na mawazo ukabadilisha mawazo mengine. Asifiwe Yesu. Amina. Vile ulivyoshikamana ya kwamba utampigia Yesu kura, uendelee kuwa na hayo mawazo mpaka pale mwisho, maana pale mwisho ndipo final kabisa, na tutapata matunda, kwa sababu Mungu wetu hajaanza kampeni leo. Wako watu sasa wanafurahia, manabii na mitume waliotutangulia wanafurahia mazuri ya kumchagua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi maisha yao. Lakini nataka ufahamu jambo moja, ya kwamba kumchagua Yesu Kristo ukiwa hapa duniani ni jambo ambalo unaweza lifanya kwa siku moja, lakini mwendelezo wake ukawa na machungu sana katika maisha yako. Hiyo nataka uweze kuifahamu vizuri, ya kwamba kwa kumchagua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, kwa kuendelea kwako mambo hayatakuwa rahisi, yatakuwa magumu, lakini utaipata furaha mwisho wa siku. Na furaha yake nyingine ambayo tunaipenda kwa sababu tunaishi duniani ni kwamba Yesu Kristo kwa damu yake iliyomwagika pale msalabani, basi tunatolewa katika laana na vifungo vya shetani. Laana zile zote ambazo tumebebana nazo za ukoo, zote kutuondoka na tukawa huru kwa sababu ya damu yake Yesu Kristo. Naweza tukaondokea vifungo vyote ambavyo tumefungwa na shetani, na mizigo yote ambayo tumebebeshwa, Yesu Kristo naweza kuichukua. Lakini hilo likifanyika katika maisha yako, jua umejenga uadui na shetani. Asifiwe Yesu. Umetengeneza urafiki na Mungu, lakini umetengeneza uadui na shetani. Kwa hivyo shetani, kwa kuwa hapendi wewe urithi baraka za Mungu, urithi ufalme ujao, lazima atainua vita vya kila namna katika maisha yako. Ataleta vikwazo vya kila aina katika maisha yako, ili ujikwae na uchoke, ushindwe na safari, ili usiweze kurithi yale yaliyoahidiwa kule mbele. Lakini maandiko yanasema atakayevumilia mpaka mwisho ataokoka. Amina. Neno hilo ulishike vizuri, kwa sababu inasemwa atakayevumilia, kumaanisha hapa mwanzo na katikati na hapo mwisho kuna mengi utakayokumbana nayo kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo. Kuna mengi utakayopatana nayo
yatakayo kufanya uhuzunike, ulie, kwa sababu ya kushika Yesu Kristo. Unajua shetani anakufahamu, shetani anakujua wewe kwamba umemwamini Yesu Kristo. Hiyo shetani anajua, na shetani hapendi mtu yeyote kujiungamanisha na Mungu, hapendi. Kwa hivyo ataleta vikwazo kwa kila njia. Yesu alisema hivi katika Mathayo 7:13 kwamba jitahidini kupitia njia iliyo nyembamba, kwa kuwa mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, lakini njia ni nyembamba na imesonga, na mlango wake pia ni mwembamba, ila inaenda uzimani. Kwa hivyo nataka uelewe vizuri ya kwamba kuna njia iliyo nyembamba na iliyosonga inaenda uzimani, na kuna njia iliyo pana na mlango wake ni mpana, hiyo nayo inaenda potevuni. Maandiko yanasema hivi ya kwamba njia hii iliyo nyembamba na iliyosonga wanaoiona ni wachache, na njia hii iliyo pana na mlango wake ni mpana wanaoiona wengi. Asifiwe Yesu Kristo. Kwa hivyo usipopiga mahesabu vizuri unaweza kwenda na wengi, maana msemo wa duniani wanasema kwamba wengi wape. Hata kule mabungeni wanasema as many as you didn't say hi, so you say hi, ama say sema hi, ama wanasemaje? Eh? Sema hi. Hi. Sijui as nini say. Asifiwe Yesu Kristo. Maana wanajaribu kuonyesha kwamba wengi ndio watakaopewa, na wakisikia kwa kusema nee, najulikana, basi hao wengi ndio wamekataa, na hao wanapatiwa uamuzi wao. Kwa hivyo katika ulimwengu huu watu wanaenda na wengi, lakini naye Mungu wa mbinguni anaenda opposite. Mungu wa mbinguni huwa anaenda na wachache siku zote. Asifiwe Yesu Kristo. Kwa hivyo usipopiga mahesabu vizuri unaweza sema hili kundi hili kwa kuwa ni wengi na wameshika hii, wanaonekana hawa ndio ambao wameshika vizuri, wanaonekana hawa ndio ambao wanaenda mbinguni, lakini kumbe sivyo. Na ukadharau wale wanaoonekana wachache, ukasema na hawa nao hata wenyewe hawajulikani. Hapa sioni kama kuna uzima hapa, ukaache. Asifiwe Yesu Kristo. Amina. Lakini mimi kitu ambacho ninakujengea ni uelewe kwamba njia inayoenda uzimani imesonga. Imesonga maana yake imejawa na matatizo, imejawa na misukosuko. Ijapokuwa tuna amani katika mioyo yetu, amina, tuna furaha katika roho zetu, lakini miili yetu inapitia hali zingine ngumu sana. Asifiwe Yesu. Amina. Hebu nataka tuweze kuiangalia haya vizuri, manabii na mitume na Yesu Kristo. Utafungua kitabu cha Mathayo 16. Nafungua Mathayo 16, soma mstari wa 24. Nataka uweze kuelewa vizuri, usikiliza tu vizuri na Mungu atakusaidia. Mathayo 16 mstari wa 24. Kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 24. Tasoma kwa jina la Yesu. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake. Wakati huo Yesu aliwaambia
wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata, mtu yeyote akitaka kunifuata, na ajikane mwenyewe, na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, ajitwike msalaba wake, anifuate, anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiona nafsi yake, kwa kuwa mtu atakayetaka, kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake, kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, ataipoteza. Na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu, na mtu atakayeipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona, ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote? Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kuipoteza nafsi yake? Na kuipoteza nafsi yake. Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake. Kwa kuwa mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Ndipo atakapomlipa kila mtu kadri ya matendo yake. Amini nawaambieni, amini nawaambieni, pana watu katika wao wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa, ambao hawataonja mauti kabisa, hata watakapomwona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Hata atakapomwona mwana wa Adamu akija katika utukufu wake. Mpe Yesu makofi yaliyo mazuri. Mpe Yesu makofi yaliyo mazuri. Maandiko yanasema kwamba Yesu akawaambia hao wafuasi wake au wanafunzi wake kwamba yeyote atakaye nifuata mimi sharti ajikane nafsi yake, ajitwike msalaba wake, anifuate. Kwa kuwa kila atakayependa kuiokoa nafsi yake, huyo ataiangamiza. Na yeyote atakayetaka kuiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu mimi mwana wa Adamu ataipata. Hapo huwa hakuna mchezo. Unapokuwa umemwamini Yesu Kristo, iwe kwamba umemwamini kweli. Nimekwambia kwamba siku utakapomwamini Yesu Kristo na kumtangaza kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hapo umeanzisha vita yako na shetani. Shetani ndiye atakaye kupiga vita. Mungu hawezi kukupiga vita, lakini atakayeinuka na kukupiga vita, kukuzuia katika njia ni shetani. Na shetani atawatumia watu. Asifiwe Yesu Kristo. Shetani atawatumia watu mbalimbali, hata wengine wa karibu na wewe, ili kukuletea vikwazo. Moyo wako uchoke, nafsi yako ichoke, mwili wako uchoke, useme mimi hapa imefika, wacha basi ikae. Kwa sababu napata shida ni kwa sababu ya msimamo huu nilio nao. Na ikiwa ni hivi, basi ina maana nikiacha na kila kitu kitakuwa vizuri. Na siku utakapo denounce, umwache Yesu, uachane na wokovu na imani uliyoishika ya Mungu, hautakuwa na usumbufu na shetani. Shetani hata kusumbua. Asifiwe Yesu Kristo. Na hata kama atakupiga vita, atakupiga ile vita baridi, lakini si ile ya maji moto. Maana watu ambao hawajaamini si kwamba wapigwe vita, wanapigwa, lakini wanapigwa ile vita baridi. Asifiwe Yesu. Anasema atakayetaka kunifuata na ajikane mwenyewe. Unajua kujikana? Kujikana ni kumaanisha mwenyewe usijipende. Asifiwe Yesu Kristo. Hata maisha yako usiyapende. Hiyo ndio kujikana. Ukiwa katika imani ya Yesu Kristo, lazima ufike mahali ya kujikana. Kwa sababu ukijipenda, wakiinuka wanadamu
wewe hutapenda wakufanyie vile wanakufanyia. Na kama hupendi kufanyiwa madharau na umeokoka, upendi wakutukane na umeokoka, wewe unajipenda bado. Asifiwe Yesu Kristo. Ikiwa utaki wa kutusi, utaki wa kunyanyase, utaki wa kudhulumu, na unasema umeokoka, bado unajipenda. Asifiwe Yesu Kristo. Ukishika imani ya Kristo, lazima watakuja wakunyanyasi, watakuja watatu wakupokonye haki yako, wakupokonye vitu ambavyo ni vyako na una haki kabisa ya kuvimiliki, lakini wavitaki kutoka kwako. Na kwa sababu mwanadamu anajipenda, naye atainuka aanzishe vita, aseme haiwezekani, hii mali ni yangu. Mtu asisongee na utoe panga, sema mtu avuke hapa nimuonyeshe. Kwa kuwa unatetea, basi unajipenda, huwezi kuwa mfasi wa Yesu Kristo. Lazima ukubali kudhulumiwa ukimwamini Yesu Kristo. Yesu Kristo alipigwa makofi siku ile alipokamatwa, alitemewa mate. Ukisoma maandiko, hakukuwa na majibu. Yesu Kristo hakuwa na jibu, na kama alikuwa na jibu ni jibu moja. Kwa maswali labda 10 anajibu moja. Si kwamba hakuwa na huo uwezo, alikuwa nao, lakini imani aliyokuwa nayo ilikuwa haimruhusu kujibu mengine, ilikuwa haimruhusu yeye kujitetea. Asifiwe Yesu Kristo. Hivyo anasema atakayekuwa, anayetaka kuwa mfuasi wangu, kuwa mwanafunzi wangu, basi lazima ajikane na ajitwike msalaba wake anifuate. Msalaba, unajua msalaba? Msalaba ni mateso. Msalaba si raha. Msalaba ni dhiki ambazo utapokea kwa sababu ya kwamba umemwamini Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu Kristo katika familia ya kwenu, labda tuseme mfano tu kidogo, wewe ni Muislamu, unajua utaonyeshwa vita nyingine hujawahi ona. Utafukuzwa na hata shamba usigawiwe, lakini uwe tayari. Hata watakaposema hapa huna shamba, huna urithi, uwe tayari. Sema basi kwa ajili ya Yesu chukueni nyinyi hiyo shamba. Uwe tayari kwa hilo. Lakini ukitaka kujitetea, basi si mwanafunzi wa Yesu. Maana ukijitetea ni kumaanisha utasimama katika msimamo usio sawa sawa. Utataka kupigana nao, utataka kuteta nao. Lakini imani ya Yesu Kristo tuliyoshika haihitaji kuteta na mtu, haihitaji kupambana. Maandiko yanasema hivi, atakaye kupiga katika shavu la mkono wa kuume mgeuzie na hili, atakayetaka kukupokonya shati mwachie na joho. Maanisha kwamba lazima ukubali kudhulumiwa. Hata kule nje kwa biashara zako watakuja watakopa na wasitake kurudisha, na unawaona, lakini utaanzisha vita kwa sababu unadai haki yako, maana ni haki yako. Utaleta vita? Hapana. Maandiko yanasema waombeni wale wanaowaudhi, wale wanaowaonea, na huo ndio wokovu. Hautasimama na kwenda kumshtaki. Asifiwe Yesu Kristo. Amina. Hapana. Akupigaye shavu la mkono wa kuume mgeuzie na lengine, ni kwamba amekuumiza, amekufanyia mambo ya kuudhi, lakini sasa uko tayari hata kuendelea katika mateso. Uko tayari kugeuza, ni kumaanisha umejitoa, bado uko tayari kuendelea kudhulumika. Hautajibu na hautapambana. Hautajibu na hautapambana kumaanisha kwamba umegeuza.
Ikiwa wamekutukana na hutajibu, utatulia, ni kumaanisha umegeuza. Ikiwa wamekudhulumu na ukamua kunyamaza, ukamua kuwaachia, ni kumaanisha umegeuza, upigwe lingine. Asifiwe Yesu Kristo. Huo ndio wokovu wa Yesu Kristo. Hiyo ndio imani tuliojengwa kwa Yesu Kristo. Shetani ataanzisha vita katika maisha yako, lakini mpende Yesu kuliko maisha yako. Mpende Mungu kuliko vile ambavyo unamiliki katika maisha yako. Angalia Ayubu. Ayubu alikuwa na vitu vingi vya kumiliki vizuri, tajiri, lakini shetani aliinua vita kutaka kupambana na Ayubu, na vitu vyake vyote vikaisha kwa siku moja. Lakini bado Ayubu alisema, mimi nitasimama kwa Mungu, kwa kuwa nilivipata kwake na sasa nimevipoteza, basi hakuna shida, jina lake liendelee kubarikiwa, nitaendelea kusimama kwa Mungu. Shetani alipoona huyu mzee bado ana msimamo ule ule, aliendelea kudai ya kwamba niruhusiwe huyu mtu niendelee kumnyanyasa. Alikuja tena kwa Ayubu, akamtesa kwa magonjwa, amtesa mpaka marafiki zake wote nao wakakaa mbali, hawakutaka kumfariji. Akamtesa mpaka mtu wake wa karibu ambaye ni mkewe, naye akamgeukia vibaya. Kaanza kumwambia, sasa huyu Mungu nani mwabudu? Hapana, kwani utaendelea kushikamana na yeye? Mkufuru ufe. Kwa maana ni faida gani umepata kwa kuendelea kushikamana na Mungu? Ni faida gani umepata? Maana sijaona. Nimeona umefilisika, ulikuwa na mali nyingi sana kwa kushikamana na Mungu. Naona umeharibikiwa, maana umepoteza watu wako wote katika hii familia. Mkatae, mkufuru. Lakini Ayubu akasema, hapana, kwani kwa Mungu tulikuwa tupokee mazuri tu, lakini mabaya tukipewa tuyakatae. Asifiwe Yesu Kristo. Ayubu aliendelea kuwa mwaminifu hata kama watu wake wa karibu walimkataa, wakamzungumzia mabaya, mali zimeisha, mwenyewe ni mgonjwa, lakini Ayubu alisimama kwa Mungu bado. Asifiwe Yesu Kristo. Jaribu kukuonyesha vile safari ya imani ilivyo. Maana watu wengi huwa wanapenda sana story ya Ayubu. Nasema kwamba Ayubu alikuwa mtu mzuri, alisimama. Yeye alisimama katika zamu sawa na neno la Mungu. Lakini ujue na wewe unatakana usimame pale pale aliposimama Ayubu. Kwa sababu Ayubu alipitia yale, si kwa sababu ya kwamba alikuwa amemkosea Mungu. Mke wake alimgeukia vibaya, si kwa sababu alikuwa amemkosea Mungu, ni kwa sababu ya utimilifu wake kwa Mungu. Marafiki walimgeukia vibaya, si kwa sababu alikuwa ametenda dhambi mbele za Mungu, lakini imani iliyokuwa ndani yake ndiyo iliyokuwa inapigwa vita. Leo ni vizuri ufahamu, inachopigwa vita ni kile ulichobeba, lakini si wewe, kwa sababu wewe hauna kitu cha kupigwa vita. Shetani akikuangalia kupige vita kwa sababu gani? Lakini kinachopigwa vita ni kile ulichobeba. Asifiwe Yesu Kristo. Majambazi mara nyingi wanakujaga, wanavamia mahali kwa sababu wamepiga mahesabu, wakajua hapa kuna hela ziko hapa, basi huja na kuizingira na mapanga, huja hata na mabunduki kuwataki pale. Wanaweza iharibu ile nyumba, lakini si kwamba lengo lao walikuwa wanataka kuharibu nyumba,
ile nyumba itaharibiwa ili zifikiwe zile pesa, maana wanachotaka ni pesa. Ingepatikana kwa haraka, nyumba isingevunjwa, geti isingevunjwa. Kwa hivyo nyumba nayo inapata kuharibiwa, na wale walioko pale pia wanapata kuumizwa kwa sababu ya zile pesa zifikiwe. Kwa hivyo na wewe leo unaweza pata shida kwa sababu shetani anataka kufikia Yesu Kristo aliyeko ndani yako. Asifiwe Yesu. Vita vyote ambavyo atapiga shetani, mbele na nyuma, upande, anapiga hivyo ili afikie imani iliyoko ndani yako. Nakwambia wewe hauna kitu cha kufanya shetani akupige vita. Lakini utakapomwamini Yesu Kristo, kile ambacho umebeba ndicho ambacho shetani huwa anakitafuta kwa bidii. Alikitafuta kwa Samson kwa bidii sana. Alitumia hata wanawake ili waweze kupata siri ya nguvu za Samson. Wakatumia hata gharama kumlipa Dalila ili waweze kupata siri ile ya Samson. Wao walikuwa wana haja na kujua asili ya nguvu zake. Asifiwe Yesu. Amina. Wewe shetani ana haja na kufahamu kile ulichobeba katika maisha yako. Hicho ndicho anataka. Tena anataka akiharibu, kwa sababu anajua kikiendelea kuwa katika maisha yako utakitumia katika kuharibu mambo mengine ya shetani, mambo mengine ya wachawi na waganga. Unajua tena mtu aliyemwamini Yesu Kristo, ile weapon aliyobeba huwaga inaharibu ngome za wachawi, huwaga inaharibu ngome za majini, huwa inaharibu mitandao ya Freemasons. Na kwa sababu ya kuharibu mipango yao, kuharibu vitu vyao, shetani unajua hata atulie akuangalie ukiharibu. Hata kaa atulie akuangalie ukiharibu. Lazima atakuja na mipango na plan, yaani vipi atakavyokushinda ili usiendelee kubomoa. Asifiwe Yesu Kristo. Na njia atakayotumia mara nyingi ni ya kukuumiza ili moyo wako uchoke, umkufuru Mungu, utende dhambi, Mungu akuache. Hilo ndilo ambalo anatafuta sana shetani katika maisha yako. Kwa hiyo maisha yako wewe uliyemwamini Yesu Kristo hayawezi kuwa rahisi, yatakuwa na vita vingi sana katika uso wa dunia. Lakini unahitajika uwe mwaminifu pamoja na mambo yote. Haitakikani kujipenda, unatakana kujikana. Asifiwe Yesu Kristo. Uwe tayari kudhulumiwa, uwe tayari kunyanyaswa. Maana mingine itakuwa mitihani katika maisha yako. Watakuja na wakunyang'anye vitu vyako. Lakini kama uliokoka, je, utashika panga? Amri ya Mungu inasema usiue. Je, utakuwa tayari kuua yule ambaye anakudhulumu? Kwa sababu una uwezo wa kujitetea. Utampiga kwa sababu amekutukana, kwa sababu uko na uwezo wa kumpiga. Una nguvu za mwili za kumpiga mtu yule amekutukana. Je, na wewe utampiga? Haitakani kujipenda. Mtu anayejipenda ni yule ambaye hapendi kudharauliwa, ni yule ambaye hapendi kutukanwa, hapendi kuonewa. Na katika safari ya imani haya lazima utakutana nayo. Lazima utadhulumiwa, lazima utaonewa, lazima utanyanyaswa. Na yakitokea katika maisha yako kama mtu wa Mungu, lazima uwe radhi na ukubaliane na haya yote.
bila kusimama na kutaka kulipiza kisasi, kwa sababu hapo ndipo wengine husimama na kusema utanijua, tutaonana mbele, nataka kuja kulipiza kisasi, na unajiandaa na kufanya mipango ili uje ulipize kisasi, kwa sababu unasema aliniibia, alininyang'anya kitu changu. Asifiwe Yesu Kristo. Mungu anahitaji haki na utakatifu katika maisha yako kwa gharama zote, na dhiki hizi zitakuja kwa njia mbalimbali. Zinaweza kuja katika nyumba yako, inaweza wakaja watoto wako wakakunyanyasa, wakakutukana. Mimi nishawahi ona na hata kusikia ya mzazi kumtukana mtoto, kumtukana mzazi wake na kumtishia kumuua. Mwambia kwamba ukifanya mchezo wewe mama, nitakuja kukukata kata mapanga, kwa sababu ameonewa, kwa sababu mzazi na kweli mzazi amefanya lile jambo. Asifiwe Yesu Kristo. Sasa hao ni watu wa duniani ambao hawajamwamini Yesu Kristo, lakini kwetu tuliomwamini Yesu Kristo, hata kama amekufanyia jambo la kukuumiza, huwezi simama na kumtishia, usema kwamba nitakushtaki, nitakufunga, wewe, nitakupeleka polisi. Hapana, unajipenda. Asifiwe Yesu Kristo. Kifikia hapo kwamba nitakupeleka polisi, nitakushtaki, unajipenda. Unatakana ufike mahali useme, Baba wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo, kama alivyosema Yesu Kristo. Maana Yesu hakuwashtaki, alikuwa na uwezo wa kuitisha malaika mmoja tu, Mikaeli, amwambie shuka, tengeneza hawa watu, kwa nini wananiumiza? Na angeshuka kwa sababu ana mamlaka haya, lakini hakuitisha Mikaeli wala malaika yeyote kushuka na kushughulikia pale. Hata alimwambia yule mmoja aliyekata sikio, yule ndugu alikuwa anaitwa Malcolm, akamwambia hapana, haukutakikana kumkata sikio, maana hata mimi na uwezo wa kuitisha tu jeshi kutoka mbinguni lije hapa, lije lipigane hivi vita, lakini kwa kuwa ni wakati wake, uachana na haya mambo. Akarudisha sikio mahali pake. Asifiwe Yesu. Amina. Unatakana ufike hapo ya kuacha kujitetea, kuacha kujipigania, kwa sababu kujipigania na kujitetea utapelekea wewe kuingia katika dhambi. Asifiwe Yesu. Kitu ambacho unatakana uelewe na ufahamu ni kwamba ukimwamini Yesu Kristo, njia ulioshika itakuwa na dhiki, itakuwa na michongoma, kutakuwa na matusi njiani, kutakuwa na madharau mengi njiani, yatatoka kila kona, mbele na nyuma, kushoto na kulia, yataletwa na watu wako wengine wa karibu, hawa watoto wako, wazazi wako, mke wako au mume wako. Watatumiwa na shetani kwa mambo mbalimbali kukuchokoza na kukufinyilia na kukuudhi, ili uachane na imani ulionayo. Maana lengo la shetani ni uachilie imani ulioshika. Asifiwe Yesu Kristo. Lakini natakana usikililie. Maandiko yanasema, anifuataye mimi ajitwike msalaba wake anifuate. Unatakana kuvumilia, kuwa mvumilivu, mtu wa Mungu. Yesu alijua haya mambo hayatakuwa rahisi, alijua kwamba yatakuwa magumu, lakini unahitajika kuwa mstahimilivu na mvumilivu, ukijua kwamba ulichoshika ni cha thamani sana. Uendelee kuvumilia na kumwangalia Mungu peke yake. Wanadamu watatumiwa vibaya, watatumiwa na shetani ili wakuangushe na kukurudisha nyuma. Jipange vizuri, usimame kwa Yesu sawa sawa. Asifiwe Yesu Kristo. Nakwambia shetani hapendi. Shetani, maandiko yanasema alikuwa, ukisoma hii kitabu ya Ayubu,
Maandiko anasema na yeye alienda kwa mkutano, alikuwa akienda kwa mikutano. Hata ukisoma kitabu cha Wafalme, Mikaya anasema pia niliona katika maono. Shetani alikuwa anahudhuria vikao. Kwa hivyo ni wazi kwamba shetani anaelewa mazingira ya pale mbinguni vile yalivyo vizuri kabisa. Anajua mahali ambapo watakatifu wameweza kuandaliwa na mahali watakapokwenda anapajua kabisa. Anajua ni pazuri, na yeye shetani mwenyewe hataingia. Anajua hivi yeye hawezi ingia hapo. Kwa hivyo anafanya kila jitihada ili wale watu waliogharamikiwa kwa damu ya Yesu wasiweze kwenda. Anatumia wanadamu kuweza kuwazuia kuingia pale. Asifiwe Yesu Kristo. Kwa hivyo lazima ufunguke macho. Unapoona wanasongea na kejeli na dharau, wanakunyanyasa, wanakudhulumu, usiwatazame sana wanadamu. Ukiwaangalia wanadamu, mtu wa Mungu, utawaona vibaya. Utainuka na kuanza kuwapiga vita na wewe. Lakini unatakana ukimtazama mwanadamu anayekuonea, umuone shetani. Asifiwe Yesu Kristo. Uone shetani aliye ndani yake, usimuone yeye. Maana nimekwambia ukimuona mwanadamu utataka kupambana naye. Na sasa si sawa kupambana na mtu, kwa sababu siku utakapochukua maamuzi ya kupambana na mwanadamu, hapo ndipo utakuwa sasa umeachana na Mungu. Ndio maana Yesu anasema kwamba vita vyetu si juu ya mwili na damu, lakini ni juu ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Wewe vita ambavyo unatakana upigane navyo ni juu ya mapepo, mashetani yaliyo ndani ya wanadamu. Asifiwe Yesu Kristo. Hufai kumchukia huyo kwa sababu anakudhulumu. Hufai kuweka uadui na kusema kwamba wewe sasa kuanzia leo mimi na wewe iishe. Usinipigie simu, sikupigie simu. Isifike pale. Asifiwe Yesu Kristo. Wema kwamba mimi na wewe ni tosha, nisikuone hapa kwangu kikanyaga. Isifike pale. Hapo umeingia vita vingine vya mwili. Yule mtu kumbuka hana matatizo sana vile. Tatizo lake ni shetani anayemiliki moyo wake. Na mashetani kuna vile anaweza achana na mtu. Siku huyu mtu akiachana na yale mashetani atakuwa mtu mzuri sana. Asifiwe Yesu Kristo. Unaona vile Sauli alivyokuwa anatesa kanisa, lakini alikuja kuwa mtu mzuri sana wa kutia moyo kanisa na kuliongoza vizuri. Lakini mara ya kwanza alitumiwa vibaya kuliudhi na kulitesa kanisa la Mungu. Lakini siku yale mapepo yalipomtoka Sauli, Sauli alikuwa mtu mzuri. Asifiwe Yesu Kristo. Hata Anania alitumwa kwenda kumuombea. Hakukataa hata kama alikuwa na hofu, lakini alienda kumuombea. Angekuwa na uadui na kusema kwamba huyo ni jambazi, potelea mbali, siwezi shughulika na yeye, angekuwa alisimama katika mwili. Asifiwe Yesu Kristo. Hiyo ndio imani ambayo Mungu anataka wewe uingie. Kuna mambo huku nje ya kuudhi na kuvunja moyo, lakini unatakana ujue ya kwamba hayo yote yanakupata, hayo yote yanakujia kwa sababu umemwamini Yesu Kristo. Asifiwe Yesu. Ukishika imani, nasema imani ya Yesu Kristo, sio sarakasi. Ukishika imani, haya yatakuja katika maisha yako. Lakini unatakana uelewe kwamba yanafanyika kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo. Na ikiwa ni hivyo, basi shikilia vizuri huyo Yesu, kwa sababu wao wanataka wakupige umwachilie. Naye anasemaje? Shika sana ulicho nacho, asije mtu akakupoko. Shika sana. Asifiwe Yesu Kristo. Kuna kawimbo kingine nilikuwa nakasikia kakiduruma kwa tunaimba tukienda kwa makesha kule nyumbani, kwa inasema ira musalaba dada ira
ila msalaba. Unakumbuka? Asifiwe Yesu. Kumaanisha kwamba ushikilie sana msalaba, ushikilie vizuri, kwa sababu safari kwanza hata bado. Ushikilie vizuri, haitakuwa rahisi. Njia hii ilianzishwa na Yesu, ni ya msalaba, na wewe unaambiwa ubebe msalaba wako umfuate. Kwa hivyo utabeba ukimfuata. Watu wengi wanataka waweke mateso mbali wamfuate Yesu, lakini amesema Yesu, beba msalaba nifuate. Asifiwe Yesu Kristo. Kwa hivyo utaenda kwa Yesu ikiwa umejitwika, unakuchosha, lakini huwezi utua, kwa sababu unajua hapa ndipo penye uzima. Asifiwe Yesu. Ukiweka chini, basi uzima hakuna. Kwa hivyo mshike Yesu vizuri, hata mbele yakitokea, simama kwa Yesu. Nimekwambia watakuja watu wengine ambao hukudhani kama naweza kukupiga vita, lakini atainuliwa na shetani na mambo tu mengine labda madogo, atashikilia misimamo aliyo nayo ili akuchokoze na kukuudhi wewe, uchoke, umwache Mungu. Lakini shikililia vizuri. Ngoja nisome hapa, ngoja nisome tena. Nasema mstari wa 25, kwa maana mtu akitaka kusalimisha nafsi yake ataipoteza, lakini mtu apotezaye nafsi yake kwa ajili yangu ataipata. Asifiwe Yesu Kristo. Ukubali kupoteza kwa sababu ya Yesu Kristo. Mungu anataka hapa. Imeandikwa, heri waliao sasa, kwa kuwa watafarijiwa. Watapanguswa machozi ama watafarijiwa? Heri wanaohuzunika sasa, kwa kuwa watafarijiwa. Heri waliao sasa, kwa kuwa watafutwa machozi. Kwa hivyo leo tuna dhiki katika mioyo yetu, tumehuzunishwa na tunakuwa watu wa kilio, lakini jua yamepimwa, kila tone ambalo limedondoka yamepimwa. Anasema utafutwa. Asifiwe Yesu Kristo. Lakini hajasema wachekao, amesema waliao sasa. Sasa ukiwa duniani, si unalia, utafutwa pale mbele. Wewe shikilia tu Mungu vizuri, kwa sababu Mungu anaelewa kile unachopitia. Unapitia ni kwa sababu yake, kwa sababu ya wewe kumwamini Mungu. Sasa unapitia hizi dhiki zote, naye anasema nitakufariji, anasema nitafuta machozi, kila chozi tafute. Asifiwe Yesu Kristo. Lakini ngoja, itanibidi nisome. Fungua hapo 5 Mathayo. Umepata? Ndio. Soma mstari wa 4. Kitabu cha Mathayo sura 5 mstari wa 4. Nasema, ndio, heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Endelea kidogo. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Fungua pale kitabu cha Luka 6. Umefungua? Fungua, asoma mstari kuanzia wa 20 kishuka. Luka 6 mstari wa 20. Akainua macho yake akawatazama wanafunzi wake. Ndio. Akasema, heri ninyi mlio maskini, kwa sababu ufalme wa Mungu ni wenu. Endelea. Heri ninyi mlio na njaa sasa, kwa sababu mtashiba. Heri ninyi mliao sasa,
heri ninyi mliao sasa, kwa sababu mtacheka. Kwa sababu mtacheka. Heri ninyi watu watakapowachukia. Heri ninyi watu watakapowachukia na kuwatenga na kuwashtumu na kulitupa nje jina lenu kama neno ovu, kwa ajili ya mwana wa Adamu. Furahini siku ile na kurukaruka, kwa kuwa tazama thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Maana baba zao walitenda manabii vivyo hivyo. Endelea pale chini sasa. Lakini ole wenu ninyi mlio na mali, kwa kuwa faraja yenu imekwisha kuipata. Ole wenu ninyi ambao mmeshiba sasa, kwa kuwa mtaona njaa. Ole wenu ninyi mnaocheka sasa, kwa kuwa mtaomboleza na kulia. Ole wenu ninyi watu wote watakaowasifu, kwa kuwa baba zao waliwatenda manabii wa uongo mambo kama hayo. Tosha. Asifiwe Yesu Kristo. Maandiko yanasema wenye heri wanaolia sasa, kwa kuwa watacheka. Nafikiri umesoma hayo yote, mimi nasoma tu vipengele vichache. Anasema heri waliao sasa, kwa kuwa baadaye watacheka. Anasema wanalia kweli leo, lakini baadaye watacheka. Kwa hivyo baadaye kuna kucheka, baadaye kuna kufurahi, lakini kwa sasa, mtu wa Mungu, kuna kulia, kwa sababu ya msalaba tuliobeba, kwa sababu ya mateso tuliobeba, kwa maana tunahuzunishwa kila upande, kila kona. Kuna watu ambao hawajamwamini Yesu Kristo. Mtu anakuja anachukua vitu vyako, alafu anakataa kukulipa. Hiyo ni huzuni. Vitu vilivyo vyako ambavyo na haki ya kuvimiliki, lakini mwingine anainua vita kutoka huko wa ukoo na anataka kukunyang'anya vitu vilivyo navyo. Hiyo ni kulia, hiyo ni huzuni. Lakini anasema heri wenye huzuni sasa. Kwa hivyo Mungu huwa anaangalia, akiwa juu mbinguni, huwa anaangalia wanadamu vizuri, na anayedhulumika anaangaliwa vizuri sana, anayelia anaangaliwa vizuri sana. Lakini mimi nasema na wale ambao wanadhulumu wengine, nasema sasa na wale ambao wanawanyanyasa wengine wakiwa duniani, labda kwa sababu wana uwezo fulani, labda kwa sababu una mali, ama una uwezo wa kutumia sheria, una uwezo wa kunyanyasa mwingine, una uwezo wa kumdhulumu mwingine, una uwezo wa kumfanya alie. Wengine hata pia nao ni mabwana, una uwezo wa kumfanya mkeo alie, unaweza kuwafanya watoto wahuzunike sasa. Lakini ole wako, siku inakuja utatamani usingelizaliwa. Hivyo ingekuwa bora kuachana na moyo wa ukaidi, moyo wa Farao wa kutaka kuwatesa watu wasiokuwa na hatia. Yaani wewe unafurahia mtu anapolia, unafurahia mtu anapohuzunika. Si jambo ambalo linafaa kabisa. Unafuraha wakati mwingine anateseka kwa ajili yako. Uko tayari kumwibia mtu, uko tayari kumnyang'anya mali iliyo yake. Sio maisha ambayo Mungu anataka tuishi. Kila mtu ashike iliyo haki yake, lakini usipende kudhulumu mtu katika maisha yako. Amekufanyia kazi, mpe iliyo haki yake. Usimnyanyase, usimdhulumu. Umechukua deni yake, amekukopesha, nenda kalipe deni yake. Lakini watu wanajawa na viburi, wana uwezo wa kulipa lakini hawataki kulipa. Niamua kumnyanyasa mtu wa wenyewe, atahuzunika, lakini maandiko yanasema ni heri kwake yeye anahuzunika sasa, lakini baadaye atalipa. Lakini wewe ole wako unayecheka, maana unacheka kwa sababu umejinufaisha.
kupitia mali ya mwingine. Lakini maandiko yanasema ole wako unayecheka sasa, maana baadaye utalia. Leo utacheka, utafurahia, lakini baadaye utalia. Unatumia sheria, unajua hii kweli huyu mtu ameua, lakini uko radhi kumfinyilia yule ambaye hajaua ili aingie katika shida na yule aliyeua awe free. Ole wako, siku hiyo utalia. Unajua hii shamba si yake, na hata wewe mwenyewe unajua si yako, lakini unang'ang'ania iwe yako. Ole wako. Utafurahia sasa, shamba utaichukua kwa sababu una uwezo fulani, kwa sababu una uwezo wa kutumia sheria, shamba utachukua, lakini moyo wako unajua vizuri kwamba hii shamba si yangu. Siku itakuja utashangaa, utalia, hakutakuwa na mtu wa kukunyamazisha. Kwa hivyo hata nyinyi watu wa Mungu, ishini maisha ya uaminifu. Usipende kudhulumu mtu hata senti moja. Bora ukubali kudhulumiwa kuliko kudhulumu mtu. Asifiwe Yesu Kristo. Usikubali mtu aliye kwa sababu yako. Umekanyaga na unajua hapa kweli hii mali ni yake, lakini unakanyaga hivyo yeye akili. Hata kama ni bibi yako, usikubali ahuzunike wakati unajua wewe kosa ni lako, lakini unalazimisha tu. Unalazimisha kwa sababu unamwona, unasema mimi ni kichwa, mimi ni kichwa. Yeye aendelee kuteseka na kuhuzunika. Ole wako, kwa sababu huyo ni mtu wa Mungu, ni mtoto wa Mungu. Mheshimu. Angalia, usione mtu ni mnyonge. Ni watoto ukaona ni wanyonge, ni mama ukaona ni mnyonge. Wewe kwa sababu unaona una kidevu, sasa unatumia mamlaka yako vibaya kuwafanya walie na kuhuzunika. Utakuja kulia, hakutakuwa na mtu wa kukunyamazisha. Afadhali yeye anaweza lia, akapata ndugu, akapata mwenzake akamwambia mzee, akamwambia mama, ndugu usilie, nyamaza, yataisha. Anaweza pata mtu wa kumtuliza, lakini wewe siku hiyo hupati. Asifiwe Yesu Kristo. Kwa hivyo hata sisi, hata kama ni vichwa ndani ya nyumba, lakini na tuweze kuwaheshimu ambao tunawaongoza, watoto pamoja na bibi zetu. Tuwaongoze kwa unyenyekevu na kwa upendo, si kutumia mamlaka ili kuwakandamiza. Asifiwe Yesu Kristo. Kwa sababu hapo wanaume wengi especially wa kule nje, wao wanapenda sana kutumia hiyo. Anaweza kumnyang'anya mama hata mali yake, pesa, akafilisisha na kazi, kwa sababu anasema yeye ni kichwa ndani ya nyumba. Kwa hivyo unamdhulumu haki yake kwa sababu wewe ni kichwa. Hivyo ndivyo ilivyoandikwa katika neno la Mungu. Asifiwe Yesu Kristo. Leo wanadamu watafanya wakifurahia mambo hayo, lakini nakwambia kweli, siku moja mhukumu wa haki atasimama. Atahukumu sawa sawa. Atahukumu sawa sawa. Kwa ni challenge kubwa sana kwanza sisi kwa waume. Hii mambo ya kiburi, kwa sababu wewe ni kichwa, basi unaweka sheria, unaweza fanya lolote ndani ya nyumba na hutaki kuulizwa. Ukiulizwa na kuwa mkali. Hiyo kiburi takuja kushushwa siku moja. Asifiwe Yesu Kristo. Mungu alitufanya tuwe vichwa, lakini si kwa kiburi. Alitufanya tuwe vichwa, lakini si kwa kuonea watu. Hiyo inatakana kuelewa vizuri, maana Yesu pia ni kichwa. Lakini unaona Yesu akionea mtu? Unaona Yesu akidhulumu mtu? Kuna? Kwa hiyo challenge kubwa sana iko pale kwa wanaume, uweze kuangalia mambo yale vizuri. Ngoja turudi katika neno la Mungu pale pale kwa Mathayo pale pale penye tumesoma mwanzo, mstari wa 27. Kwa maana mwana wa mtu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika wake, hapo atamlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Unasikia? Atakuja katika utukufu wa Baba yake, atamlipa kila mmoja kadri ya matendo yake. Kwa hivyo anayenyanyasa aendelee, lakini siku inakuja atalipwa kadri ya matendo yake ya kunyanyasa wengine. Si umemfanya ali, utalipia yale machozi siku moja.
umemfanya huzunike, lazima utalipa kwa ajili ya huzuni ya yule mwingine. Anasema naja upesi na ujira wangu mkononi, kumlipa kila mmoja kama matendo yake yalivyo. Aliyepanda katika mwili, maandiko yanasema atavuna uharibifu, na aliyepanda katika roho, uzima wa milele atavuna. Anasema ni atakuja katika utukufu wa Baba yake na kumlipa kila mmoja kadri matendo yake yalivyo. Anakuja, lazima anakuja, hata kama huu mwaka huu utaisha na hata kama mwaka ujao utaisha, asitokee. Lakini najua kitu kimoja, kwamba Yesu lazima atakuja na atawahukumu wanadamu wote waliofanya uovu na kuwalipa wote waliotenda haki. Asifiwe Yesu Kristo. Hata kama itamaliza miaka 10 na tunaishi duniani, hata kama itaisha miaka 50 na tuko duniani, lakini bado Yesu atarudi na kuhukumu watu. Asifiwe Yesu. Kwa hivyo uliookoka, shika haki vizuri, mshikilie Yesu vizuri, tenda haki, usikubali kudhulumu mwingine, usikubali mwingine aliye kwa sababu yako wewe. Jaribu sana hayo mambo uweze kuyasawazisha katika maisha yako. Wawe watu wa karibu na wewe wasikulaumu, wala wasihuzunike kwa sababu yao. Na ikiwa iko hivyo, ni vizuri sasa uanze kutengeneza, Kama kuna mtu mahali fulani analia kwa sababu wewe ulimdhulumu, unaweza aenda kumtengenezea iliyo haki yake. Na kama huna uwezo, nenda ukaketi na yeye na mzungumzi, mwambie, ndugu, najua nimekunyanyasa kwa miaka mingi, lakini nimekuja, sina cha kukupa, lakini naomba univumilie. Ongeeni na yeye ili ule moyo wake usiendelee kunung'unika. Asifiwe Yesu Kristo. Ikiwa umemkosea mtu yeyote, awe ni bwanako awe ni mke wako, amehuzunika ukijua kwamba wewe ulikuwa offside, ulikuwa vibaya, lakini ukashikilia msimamo wako hivyo hivyo, yeye akamwaga machozi akalia, hakikisha mnapokuwa chumbani mnaketi na mnatengeneza. Huyo ni bibi yako, lakini anaweza kukuingiza jehanamu. Asifiwe Yesu Kristo. Anaweza kukuingiza katika kifungo cha milele. Unaona, akitoka katika mwili, wanadamu akitoka katika mwili, huwa ni basi kule mbele, moyo atakaopewa yule mwenye haki si moyo wa huruma tena. Wakitoka katika mwili, waliomwamini Yesu Kristo, kule mbele huwa hawana moyo wa huruma tena, ya kwamba atakusamehe, akwambie na kusamehe. Kule maandiko anasema watapewa hukumu. Hao wenye haki watakuhukumu, ni bwanako ama ni mkeo, lakini atakuhukumu. Asifiwe Yesu Kristo. Ule moyo ambao alikuwa nao duniani, ambapo mnaweza zungumza naye na kukwambia sawa babake, nimekubali, nikusamehe, huo moyo huko hautakuweko tena. Asifiwe Yesu. Sahi ndio unaweza kuwa, lakini kule mbele hata Mungu hata kuwa na kusema na mwanangu, hata ulie, hata kusikiliza Yesu, siku hata kusikiliza.